Mbele yangu kuna haya matanki ya maji. Sasa mwanakitaa, hivi unafahamu uchawi uliopo ndani ya matanki haya? Haujambo mwanakitaa popote ulipo, jina langu ni Salum Maduhu Nkwabi na karibu sana katika ulimwengu wa fizikia mtaani. Tanki la namna hii huenda nyumbani kwako lipo, lakini kama nyumbani kwako halipo, lakini mtaani unapoishi huenda lipo, lakini kama lipo mtaani kwako, basi mtaa wa jirani huenda tanki hili lipo. Sasa mwanakitaa, nikuulize swali. Je, hivi unafahamu ni kwa nini kwenye matanki ya namna hii maji yanayoingia kwenye matanki paipu zake zinakuwa zipo juu, lakini pia koki ambazo zinatoa maji huwa zinawekwa kwa level ya chini kwa namna hii? Sasa, ladies and gentlemen, brothers and sisters, ungana nami mahali hapa leo tunaporahisisha physics kutoka darasani mpaka mtaani. Na kama leo ndiyo mara ya kwanza, basi ni kuombe sana ubonyeze palipoandikwa subscribe ili uwe mwanafamilia wa Nkwabi Academy. Sasa mwanakitaa, na wewe mwanafunzi wangu, usitoke kwenye video hii, nifate twende kwenye maabara ili ukajue siri hii. Siri hii inapatikana kwenye somo pendwa ambalo ni fizikia, lakini pia topiki husika hapa ni pressure ndani ya kidato cha kwanza. Nipo hapa na chupa ya maji hii ambayo itaakti kama tanki letu, na kwa kuwa kwenye tanki tuna maji, basi nitakuwa na maji pia, lakini pia nitakuwa na chupa nyingine ambayo ina maji kwa lengo la kuongeza pressure ya maji ambayo itakuwepo kwenye chupa yetu namba 1. Lakini pia nipo na sellotape yetu kwa lengo la kufunika. Hapa nimetoboa matundu matatu upande huu, lakini pia nimetoboa matundu mawili upande huu. Nisikilize, naenda kuweka maji. Maji yangu naweka kwenye level ya juu kabisa kwa namna hii. Lakini pia kuna hili boksi. Boksi hili mtu anaweza akaniuliza kwamba hili boksi limebeba nini? Boksi hili limebeba kifaa kinaitwa Tori jar. Lengo lake ni kwenda kusoma characteristic ya hizi pressure in liquid. Ina matundu matatu kama tunavyoona. Mimi nimeamua kutumia vifaa hivi ambapo hata wewe nyumbani kwako unaweza ukavifanya. Tutumie vifaa hivi vya mtaani kwetu. Kwa kuwa hapa kwenye solotepu na matundu, mimi naenda kuvuta hizi solotepu zetu, alafu tuone what will be happen in that holes. Twende. Haya, nafungua sasa. Wow. Tunaona sasa. Mimi nachukua chupa yangu hapa, naweka hapa ili maji yasipungue kwenye chupa yetu ambayo imeact kama tanki la maji yetu. Sasa swali tujiulize, kwa nini ukitazama huku sehemu ambapo kuna matundu matatu, tundu ambalo lipo chini hapa hili, maji yanaenda umbali mkubwa kukompea na tundu ambalo lipo juu ya chupa hii. La katikati manake linakuwa lipo katikati ya matundu matatu. Lakini pia tujiulize, kwa nini matundu ambayo yapo kwenye level inayofanana yanatoa pressure ambayo inafanana, kiasi kwamba nguvu ambayo ipo hapa inafanana? Sasa ndugu yangu, kwa kuwa umetazama, twende darasani nikakufundishe vizuri zaidi. Let's go. Karibu darasani. Kama nilivyosema kwamba siri yetu inapatikana kwenye topiki inayoitwa pressure. Aisee ndugu yangu, hii kwanza kwa Kiswahili inaitwa
shinikizo. Hii topiki ina makundi matatu. Kundi la kwanza ni pressure in solid, kundi la pili ni pressure in liquid, lakini pati ya tatu ni pressure in gas ambayo inajulikana kama atmospheric pressure. Sasa our video is directly to the part number 2, which is pressure in liquid. Pressure in liquid ambayo ni part number 2. Hivyo basi kutoka hapa turudi sasa kwenye tanki letu, tutumie hii torija yetu, ambapo tulisema hivi, hapa there is 3 holes. Kuna bottom holes, kuna middle hole, lakini pia there is top hole. Tuliona kwamba maji ambayo yalikuwa yanamwagika huku yalikuwa na small pressure kukompea na maji ambayo yalikuwa yanatoka kwenye bottom hole. Sasa kwa nini yalikuwa yanaenda hivyo? Nisikilize. Mimi nichore hapa tanki langu. Hili ndiyo tanki letu. Hapa ndipo kuna holi namba 1, lakini pia hapa ndipo kuna holi namba 2, hapa kuna holi namba 3. Sasa tuseme kwamba maji yetu yalikuwa yanaishia hapa juu kwenye hii level, kwenye hii level. Nikichukua rula yangu nikapima height column of the liquid from the surface of the water, manake nitakuwa na hapa nitakuwa na height number 1. Lakini pia nikipima kutoka surface ya maji haya nikaja hapa kwenye hole number 2, hapa nitakuwa na height number 2. The same nikichukua pia kutoka kwenye surface of our liquid kwenda kwenye hole number 3, hapa nitakuwa pia na height number 3. Na tumeona kwamba hapa maji yalikuwa yanamwagika sana kukompea na namba 2, lakini pia kukompea na namba 3 yalikuwa yapo hivyo. Hivyo basi baada ya kutazama hapo, tuone kwamba what is the causes of the pressure in liquid. By the way, when I'm saying the pressure, kama nilivyosema ni Kiswahili ni shinikizo. Hii inapatikana pale panapokuwa na nguvu kiasi fulani iliyotumika juu ya uso wa eneo fulani. Maana yake ni kwamba hapa ndipo the surface of our liquid. Na when I'm saying liquid, manake inaweza kawa ni maji, inaweza kawa ni oili, inaweza kawa ni maziwa, inaweza kawa ni asali. Sasa sisi tumetumia maji, normal water, ambapo hata mtani kwako yapo. Sasa tuseme kwamba here there is a surface of our water. Na nimesema kwamba when I'm saying pressure, manake naenda kugusia force iliyotumika over the surface area where this force is applied over this area. Turudi hapa, nguvu iliyotumika kwenye liquid imetumika wapi na imetoka wapi? The force which is applied over the surface of our liquid is the force due to it is the molecules of the liquid itself, ambayo hii force ni force due to gravity. Yani we believe kwamba kwa kuwa liquid is among of the states of matter, na matter is made by small particles called the atom. Manake humu ndani zile atoms, ambapo pia zile molecules. Tuseme humu kuna molecules ndani ya haya maji yetu. Sasa hizi ndizo molecules
zetu ambazo zipo kwenye maji yetu. Sasa kila atom au kila molekuli inakuwa na weight yake, na ile weight always it is act downward to the center of the earth. Hii ndiyo weight ya hizi molecules. Sasa the weight of the molecules ambazo zipo humu ndiyo ambayo tutaitemu kama force applied juu ya uso wa haya maji. Lakini where the areas is founded in the pressure in liquid, area ambayo inazungumziwa hapa ni area ya uso wa haya maji ambayo inapimwa kupitia kwenye area ya container yenyewe. Kwa mfano tungesema kwamba hapa kwenye uso hapa there is a diameter, ambapo hii diameter ndiyo ina create area ya maji. Kwa hiyo when somebody ask me that kwamba how the pressure in liquid caused, nitamwambia kwamba the pressure in liquid is caused due to the weight of the molecules of the liquid itself ndani ya wall of the container. Sasa turudi hapa sasa, kama tulisema force is equal to the weight of the molecules of the water, na tunatambua kwamba weight ni sawasawa, formula yake ni mass times gravitational strength au acceleration due to the gravity. Let's say this is our pressure as we said is equal to F over area, but tumesema kwamba force hii hapa is equal to force due to gravity of the molecules ambayo ipo ndani ya liquid yetu, ambapo liquid yetu tumetumia ni maji. Kwa hiyo kumbe sasa itakuwa ni pressure is equal to the weight, ambayo formula of weight is equal to mg, lakini over area. Sasa from here let us distribute this mass respectively to the density. Kwa nini density? Ni kwa sababu tunapozungumzia liquid, any liquid is characterized by the density. Nikisema density ya oil sio sawa na density ya maji. Kwa maana unapoenda kuzungumzia liquid, huwezi ukazungumzia liquid bila kuzungumzia density. So let's go to explain this mass in terms of the density. Manake tunajua density is equal to the mass over volume. So from here to make m as the subject, itakuwa ni m is equal to the density times the volume. Baada ya hapa sasa tuchukua hii tusubstitute kwenye masi yenyewe, kwa itakuwa ni pressure is equal to the density times the volume times g over area. Baada ya kufika hapa, turudi kwamba hii volume tujiulize, je, inawezekana kuipata moja kwa moja? Jibu ni kwamba ni ngumu kuipata moja kwa moja, na kama sio rahisi, how can we get this volume? It is very simple. Listen to me carefully. It is very simple because we have height, na kama tuna height lakini pia tuna area ya hii surface of the liquid. Kwa kama tunayo volume sasa ya hii container itakuwa ni sawa na area times height. From here let sasa tuweke humu, itakuwa ni pressure is equal to the density area height times gravitational strength over area yenyewe. Sasa ukiona hapa area chini na area juu ipo, manake zita be cancelled out, huyu na huyu wataisha, itapaki pressure is equal to the density times height times gravitational strength au acceleration due to gravity. Hivyo basi unapozungumzia pressure in liquid, tunaenda kugusia hii formula ya P is equal to density ambayo ni low times height column of the liquid ambayo ni depth times
acceleration due to the gravity. Baada ya kutazama hapo, turudi huku sasa tuone kwamba ni kwa nini maji kwenye height number 1 ilikuwa ni ndogo compare na height number 3. The answer is height is directly proportional to the pressure. Kana kwamba height hii inapimwa from the top of the surface of the liquid. Na kutoka hapa manake pressure is increases as long as the depth or height of the liquid measured from the top is increases. Manake kwa kuwa hapa height ilikuwa ni ndogo, manake tunategemea pressure itakuwa ni ndogo pia. Kwa kuwa huku the height ni kubwa. For example, nikichukua rula yangu hapa nikapima kutoka hapa kuja hapa ni 32 cm, lakini pia kutoka hapa hadi hapa ni 7 cm. Manake ni kwamba the height ikiwa ndogo, pia the pressure in that liquid in that level inakuwa ni ndogo. Baada ya kuona hapo, turudi tuone kwamba tukiwa kwenye maabara yetu tuliona kwamba kama utatoboa matundu mawili ambayo yapo kwenye level inayofanana hapa, mfano hii ndio level inafanana, tuliona kwamba level ya maji au pressure ya maji inakuwa inafanana. Sasa kwa nini ifanane? Ni kwa sababu the pressure in liquid it acts in all direction in the wall of the container. Na hai tutaiona mbele zaidi kwenye video inayofuata ambayo tutazungumzia transmission of the pressure in liquid. Hivyo tutaona kwamba sasa we have 3 factors affecting the pressure, ambayo ni depth, ni density of the liquid, lakini pia number 3 ni acceleration due to gravity. Sasa basi pressure inakuwa ipo directly proportional to the depth ambayo ni height, kwamba as long as the height is increases also the pressure is increases also. Lakini pia hii ikidecrease na hii pia ina decrease. Lakini pia factor number 2 which is affect the pressure in a liquid is the density of the liquid itself. Maana itakuwa pressure huyu ipo directly proportional to the density. Maana ni kwamba density of the liquid ikiwa kubwa, tunategemea pressure ya liquid hiyo kwenye level fulani itakuwa ni kubwa kulinganisha na material au liquid ambayo yana density ndogo. Lakini pia factor number 3 itakuwa ni pressure ipo directly proportional to the acceleration due to gravity. Sasa kwa kuwa tupo duniani sisi, manake hii hapa tunaweza tusiongelee sana. Kwa manake basic factors that affect pressure in a liquid ndizo hizi 3. Nimesema kwamba one among of the characteristic of the pressure in a liquid is act in all direction of the container. Nipo hapa nimeshika kitabu hiki. Hiki ni kitabu ambacho ni Physics for Secondary Schools Student Book 1, ambacho ni kitabu cha new syllabus. Sasa kwa nini nimekishika hiki kitabu? Nimekishika ili nidhibitishe kwamba kila ambacho tumekisoma leo kinaulizwa kwenye maswali yetu. Na hili swali ni swali pia la NECTA. Swali ukifungua kwenye ukurasa wa 165, question number 8, inasema hivi: why a dam walls contracted thicker at the bottom than at the top? Anakwambia hivi, kwa nini ukuta au kuta za mabwawa zinatengenezwa nene chini kuliko juu? Na hili swali ndilo ambalo linaelezea kwenye tanki letu hili au tanki ambalo tuliliona kule, kwamba kwa nini hapa chini ya damu kwenye ukuta wa damu kule zinakuwa zipo nene. Ni kwa sababu
at the bottom there is a large pressure compare na at the top. Tumeona kwamba depth increases also the pressure increases. Lakini pia swali hili manako utakutana nalo, na nikuombe sana fungua maswali utayaona. Lakini pia question number 2 hapa nasema explain why a diver at the bottom of the dam experiences the greatest pressure. Kwa hiyo hili swali naomba basi na wewe sasa nikuachie ukajaribu kulifanya. Sasa kupitia maswali haya ambayo tumeyaona kwenye kitabu chetu, ndiyo yatakuwa mwisho wa video hii. Ulikuwa nami katika video hii tukiwa tunajifunza siri iliyopo kwenye matanki kupitia concept ya pressure in liquid. Hivyo basi, ndugu nayenitazama, kama ilikuwa ni mara yako ya kwanza kutembelea Mkwabi Academy, naomba uende pale palipoandikwa subscribe, lakini pia ulike na bila kusahau kushare video hii kwa ndugu, kwa jamaa, kwa mwalimu wako, lakini pia kwa mwanao, kama unatamani mwanao ajifunze elimu iliyonyoka na elimu iliyotukuka pia. Hivyo basi, huu ndiyo mwisho wa video hii. Nikukaribishe zaidi utazame video zinazofuata. Basi niseme kwamba asante sana.